Ni lini Watanzania maskini watakuwa wawekezaji katika nchi yao? Kwa hiyo serikali tunayoiongoza, mimi na Samia, ambao ndio tuna wajibu kwa wananchi, hakikisheni mnazingatia haya maagizo yetu. Hakuna kuwafukuza watu ovyo ovyo kwenye maeneo ambayo watu wameshaanza kuchimba dhahabu, wamejitafutia wao, wanatafuta riziki yao, wanapata ajira wao. Lazima hao wahusika, kama ni mawaziri, wao wanatuuliza kwanza sisi. Sisi ndio wenye serikali, sio wao. Wanapotaka kuhamisha wamachinga kupeleka mahali fulani, lazima tujiridhishe sisi kwamba kuna eneo la kuwapeleka ambalo kweli litakuwa na faida kwa wamachinga katika kufanya biashara. Matamko yangu haya hayana maana kwamba watu wasiheshimu sheria na kufanya kiholela wanavyotaka. Wamachinga nao waelewe, na hao ninao watetea nao waelewe. Tuzingatie sheria, lakini si kuwaonea watu wanyonge ambao sisi tumeapa kuwatumikia na kutafuta solution za matatizo yao, na sisi tukawa part ya solution. Ninarudia, naibu waziri huko hapa na katibu mkuu. Kama kuna mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, mkurugenzi au kiongozi yoyote anayefikiri haya maagizo yangu yanamkwamisha, aache kazi, kwa sababu ni mimi na Samia ndio tulizunguka kwa wananchi. Tunafahamu shida zao. Wao wameupata ukuu wa mkoa, wala wengine hawakutegemea kuupata. Hata ukuu wa wilaya wameupata, wala wengine hawakutegemea, hawakuomba mahali popote. Tuliamua tuwape wakatekeleze haya tunayoyataka sisi, si kwenda kunyanyasa watu. Wewe unafahamu, Mheshimiwa Naibu Waziri, twende kule kwako Kisarawe tukafukuze tu watu waliokuwa na kupigia kura, waliokuamini. Inakuja haiji, lakini hawa wengine hawana political responsibility. Ninarudia, na hii ni mara ya mwisho, kawaambieni hata wamachinga wa Mwanza wakaendelee kurudi kwenye maeneo yao mpaka watakapowatengenezea utaratibu mzuri. Kigamboni hapa palikuwa na wamachinga eneo fulani, wamehama vizuri kweli, wakatengenezewa miundombinu yao, soko lao, na sasa hivi wanafanya kazi vizuri. Katibu mkuu nafikiri ni shahidi. Wewe unakaa Kigamboni. Walijengewa soko lao, wakaambiwa sasa, jamani, hapa muondoke muende huko. Wameenda na wanafanya business zao vizuri, hakuna complaint. Na waliwashirikisha viongozi wa machinga. Kinapi imekuwa amri tu. Na wengine wanatumia hata msemo wa hapa kazi. Mimi sikusema hapa kazi ya namna hiyo. I hope mmetuelewa. Wale waliofukuzwa Shinyanga wanabaki pale pale. Kama ni leseni ya huyo mwekezaji waifute. Mheshimiwa Makamu wa Rais, fuatilia hili, mweleze Waziri wa Nishati na Madini. Waache kufukuza wananchi ovyo ovyo. Wale wanapata riziki yao, wanasomesha watoto wao, wanavaa nguo, wanafukuzwa tu. Na ndizo ajira zenyewe. Na ndio ajira zenyewe. Tulisema tunatengeneza ajira. Wewe mwekezaji ni mmoja, unakwenda unafukuza watu 1500. Haiwezekani, wala haingia akilini. Kwa hiyo ninyi kalisimamieni hilo. Na nimezungumza leo. Siku ile nilizungumza Mwanza, nilifikiri hawakunielewa. Leo nimezungumza, ni mara ya mwisho. Sitazungumza tena. Sijawazuia wakuu wamekuwa kufanya kazi, ma-DC na wakurugenzi, lakini kwenye hili linalohusu maslahi ya watu wengi, walitatue kwa kuangalia utu, ubinadamu kama upo, lakini na ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi, ambapo tuko hapa kwa ajili ya kutetea watu wanyonge, sio watu wakubwa tu. Na hilo sisi ndio tulioahidi, kwamba sisi tuko kwa upande wa watu wanyonge, sio watu wakubwa. Wakubwa wametetewa mno kwa miaka 50. Sasa tunageuka kutetea wanyonge ili wafurahi na matunda ya nchi yao. Sasa ninyi mlioko TAMISEMI, kasimamieni hilo. Ila kama kuna kiongozi yoyote ambaye anafikiri maagizo haya haliziki nayo, aache kazi hata kama ni leo.